Kanisa la kwanza lilifanikiwa kwa sababu lilikuwa na muhuri. Ndio maana Biblia inaniambia waliuza kila kitu chao wakavileta miguuni pa mitume. Katika kanisa hapa kuweko na masikini. Kanisa halina muhuri. Na ndio maana leo tuna matabaka ya masikini na wasio, yani tuna matabaka waliokula jana na ambao hawajala. Kanisa la mitume alikuwa hivyo. Tukiwa hatuna muhuri ambaye ni Roho Mtakatifu, hatuwezi fanana na kanisa la mitume. Unanielewa eh? Biblia inasema wana bidii katika Mungu lakini si katika maarifa. Na ndio maana kanisa lisilokuwa na Roho Mtakatifu litakuwa na bidii katika Mungu lakini si katika maarifa. Sikia nikwambie, kama kweli kanisa lazima liwe na uchumi, lazima liwe na miradi, kwa nini hiyo miradi haifanye huduma? Kwa nini miradi haihubiri? Waulizeni hao. Waulizeni hao. Kwa nini hiyo miradi haiendi kusaidia yatima na wajane? Kwa nini hiyo miradi haisaidii makundi maalum walio na shida? Kwa nini hayafanyiki hayo? Hata leo ukienda kwenye hospitali za makanisa ndio wana magharama makubwa ya kutibu kuliko hospitali hata zingine. Kwani ni uongo huu? Lakini serikalini si wameandikisha kwamba wanatoa huduma kusaidia. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu kanisa halina muhuri. Kanisa likiwa halina muhuri, hata liwe na uchumi, uchumi hautafanya kazi ya Mungu. Utakuwa ni uchumi unaonufaisha wachache, wanatajirika. Hata wanikate na hii injili na sitaacha nitahubiri. Nasema hivi, kanisa kama kweli ni lazima liwe na hospitali, lazima liwe na mashule, lazima liwe na redio, lazima liwe na vitu vingine vile ili lihudumie jamii, ili liwe na uchumi. Kwa nini huo uchumi haufanyi huduma? Kwa nini tukifika kwenye swala la kununua viwanja vya makanisa wanakuja kutusaidia watu wengine baki tu ambao hata hatusali nao? Kwa nini? Kwani hao mashule yana kazi gani? Jiulize na ndio utaelewa kwamba, sikia nikwambie, kanisa lisilokuwa na muhuri hata liwe na uchumi hauna faida. Kuna watu watakufa humu na magonjwa ya kutibiwa hospitalini, lakini kanisa lina uchumi. Niulizeni, ni askofu gani ambaye kutoa fungu la 10 likaja kutibu watu huku chini? Ni askofu gani ambaye kutoa fungu la 10 likaenda kuhubiri injili? Ni kwa nini tukifika kwenye eneo la injili lazima tuchangishe? Kama kanisa linatakiwa liwe na uchumi, kwa nini uchumi wao ufanye kazi ya Mungu? Mimi nilimuuliza mchungaji na mchungaji wangu mmoja hapa anamfahamu. Nikasema hivi, kama lazima tuwe na uchumi ili tuweze kumtumikia Mungu vizuri, mbona huu uchumi hauendi kwa Mungu? Kwa nini unakuwa wa kwetu? Tukifika hata sehemu tunataka tuhubiri mkutano, wewe una maduka ya kuingizia milioni 5 kila siku. Kuna watumishi wamo ni wachungaji, wana maduka yanaingiza milioni 4 kwa siku, lakini hata issue ya mikutano tu, hata issue ya kuwasaidia watu ni shida. Nataka niulize, kuna faida gani ya kuwa na hiyo miradi? Siwe maskini kama tu wengine hapa. Unamtumikia Mungu kwa umaskini wako. Kwa sababu kama una uchumi na uchumi utusaidie. Uchumi una maana gani huo? Uchumi una maana gani kama kuna watoto ambao ni yatima wanasoma kwa shida kwenye mashule na kuna makanisa yana uchumi mkubwa?